Habarini za saizi. Mimi kwa majina naitwa Julius Peter Limo. Ukipenda kufupisha utaniita Julius Peter, ama kwa wale wanaopenda kufupisha zaidi utaniita JP. Mimi kitaaluma nimesomea uchumi na sosiolojia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa maana hiyo ni kwamba uchumi mimi ninaufahamu vizuri sana, na jamii ambayo ndiyo uchumi umekuwa designed kwa ajili yao ninaijua vile vizuri sana. Kuna mada moja ya kitaifa ambayo huku mtaani kwetu imechukuliwa tofauti na jamii, lakini hii ni kwa sababu tu ya uelewa au kwa sababu tu ya wale watu wa mada ambao ndio wachumi wa nchi hii wanaipeleka kwa jamii, wanaipeleka kwa lugha ambazo mwananchi wa kawaida ni vigumu sana kuweza kuelewa maana yake ni nini. Hapa juzi hapa serikali yetu iliweza kutangaza kwamba pato la taifa limekuwa. Uchumi wa taifa, uchumi wa nchi yetu umekuwa. Sasa wananchi huko mtaani wamekuwa na magenge mengi ya kuzungumzia hilo, na wanakuwa wanapotosha kwa sababu tu hawaelewi. Hii concept nadhani ni rahisi sana, lakini the way inapopelekwa kwenye jamii haizingatii makundi ya watu ambao unawafikishia ujumbe, unapeleka katika lugha gani ambayo wao wataelewa. Kwa sababu ninaposema wananchi wa kawaida hawaelewi wanapoambiwa pato la taifa limekuwa, sina maana kwamba ni wale ambao hawajasoma. Hapana, wananchi wote ambao wamesoma na ambao hawajasoma, lakini ambao taaluma yao sio ya uchumi, wanakuwa kidogo na sintofahamu ya kutokujua hii terminology kwamba uchumi umekuwa, uchumi upi umekuwa, wapi kumekuwa, mbona hatuoni, yani unajua, lakini ni kutokuelewa. Kwa hiyo nikasema nijaribu kuielewesha jamii yetu ya Tanzania, wale ambao kidogo wakisikia pato la taifa limekuwa wanakuwa na kigugumizi kutokuelewa ni kitu gani hicho kimekuwa. Tunapozungumzia pato la taifa, pato au uchumi kwa lugha nyepesi kabisa ni kipato. Uchumi ni kipato kwa lugha nyepesi kabisa. Sasa tuzungumzie kwanza uchumi wa mtu mmoja mmoja au uchumi wa familia, and then tuzungumzie uchumi wa nchi kwa kulinganisha, ili watu waweze kujua ni nini maana ya uchumi wa taifa au pato la taifa limekuwa. Ni kwanza kabisa tuzungumzie uchumi wa mtu mmoja. Ninaposema uchumi wako umekuwa, nazungumzia kipato chako wewe kimekuwa. Na uchumi kukua unakuwa na factors zake. Kuna vitu ambavyo unavifanya ili uchumi wako ukue. Viko vikubwa vinne. Cha kwanza, ili uchumi wako uweze kukua, unaweza kuzalisha mali. Sawa? Kuzalisha mali, kwa mfano wewe ni fundi carpenter, unatengeneza meza za kutosha, vitanda vya kutosha, viti vya kutosha, unauza vile viti, unapata fedha. Au wewe ni mjasiriamali, unatengeneza sabuni, unajua mama anatengeneza sabuni hivi, kuna mama umetengeneza sabuni za kutosha. Sabuni zinauzwa, unapata fedha, huo ni uchumi. Fakta ya pili ni biashara. Unafanya biashara, unanunua bidhaa, unauza bidhaa ndani ya nchi, nje ya nchi, unapata fedha, huo ni uchumi wako umeutengeneza. Huo ni uchumi wako umeutengeneza. Kilimo, fakta ya tatu, kilimo. Wakulima, unapolima kwa ufanisi, ukapata mazao ya kutosha, yale mazao yanauzwa ndani ya nchi, nje ya nchi, unapata fedha. Huo ni uchumi. Huo ni uchumi. Lakini vile vile huduma. Wewe daktari, unatibu watu, wewe ni mwalimu, unafundisha, umeajiriwa, unapata fedha. Ule ni uchumi wako. Ule ni uchumi wako. Kwa hiyo ukifanya vitu vyote hivyo, ukipata fedha, tunasema uchumi wako umekuwa. Na tunalinganisha mwaka huu na mwaka jana, mwaka uliopita. Kama hivyo vitu ulivyofanya mwaka jana ulipata fedha kiasi gani? Let's say mwaka jana ulifanya hivyo, hizo factors ambazo zinasababisha kupata wewe uchumi, ukapata fedha let's say milioni 5. Mwaka huu umepata milioni 10.
Kwa hiyo tunapima. Tunasema mwaka jana milioni 5, huu mwaka huu milioni 10, kwa maana hiyo wewe uchumi wako umekuwa kwa milioni 5. Tuje kwenye level ya familia sasa. Familia ambayo ni baba, mama na watoto. Baba anafanya uchumi, mama anafanya uchumi, watoto wanafanya uchumi. Kuna mtu pale anazalisha bidhaa, kuna mwingine pale kwenye familia yeye anafanya huduma, kuna mwingine anafanya biashara, kuna mwingine ni mkulima. Wale wote wanapofanya vile vitu, zile shughuli za kiuchumi, wanapata fedha. Wakipata fedha, ile familia manake